Habari. Leo tunaenda kuangalia kitu cha kushangaza sana katika Kiswahili. Jinsi maneno yanavyoweza kubadilika. Itakuwa poa sana. Karibuni. Sawa, hebu tazama vizuri hizi picha 4. Angalia hilo neno mrefu. Unaona jinsi linavyobadilika kwenye kila picha? Kuna nini hapa? Basi siri yote iko hapa, kwenye kitu tunachokiita ngeli. Fikiria tu, ngeli ni kama familia za maneno, na kila familia ina sheria zake. Okay, sasa angalia hapa. Kila neno la sifa lina sehemu mbili. Kuna kianzio, hiki ndicho hubadilika, halafu kuna shina, ambalo hilo halibadiliki kabisa. Hii ni familia ya watu na wanyama. Kanuni ni rahisi sana. Kwa umoja, yaani mtu mmoja au mnyama mmoja, tunatumia na kwa wingi, yaani wengi, tunatumia wa. Unaona sasa, mtu mzuri inabadilika na kuwa watu wazuri. Mzuri inakuwa wazuri. Rahisi, eh? Safi sana. Familia inayofuata ni kivi. Hii sasa ni kwa ajili ya vitu na vifaa mbalimbali. Na hapa vianzilishi vyetu ni kiki kwa umoja na vi kwa wingi. Ki-vi. Tuchukue mfano huu mzuri. Kikombe kikubwa kinageuka na kuwa vikombe vikubwa. Ebu angalia mifano mingine. Kanuni ni ile ile. Kitu kipya kinakuwa vitu vipya. Kisima kichafu kinakuwa visima vichafu. Unaona jinsi inavyofanya kazi? Rahisi sana. Naam, familia ya tatu ni ui. Hii tunaitumia kwa vitu kama mimea na vitu vingine vya asili. Tazama hapa, mti mrefu mmoja unakuwa miti mirefu mingi. Mti, miti, mrefu, mirefu. Na kwa leo, familia yetu ya mwisho ni lia. Hii ni maalum kwa matunda na vitu vingine vikubwa. Sasa, hapa kuna kitu cha tofauti kidogo. Kwa umoja, hamna kianzio, lakini kwenye wingi, tunaweka ma. Hivyo, tunda zuri linabadilika na kuwa matunda mazuri. Unaona? Tumeongeza ma mwanzoni. Sawa. Sasa, hebu tuone jinsi maneno haya yanavyotumika kwenye sentensi. Kwa mfano hapa, mtu mdogo analia. Na hapa, kwa sababu ni wengi, tunasema watu wakubwa wanazungumza. Umeona tofauti? Mdogo, wakubwa. Inavutia, sivyo? Sawa. Sasa, hebu tujiongezee maneno mengi zaidi ya sifa. Uko tayari? Twende kazi. Tuanze na vinyume, kama mrefu na mfupi. Pia tuna mkubwa na mdogo. Halafu kuna tajiri na maskini. Na bila kusahau, mzuri na mbaya. Sasa, tuangalie maneno ya kuelezea vitu na watu. Tuna mrembo na mweusi. Mtu anaweza kuwa mnono au mkonde. Kitu kinaweza kuwa safi au chafu. Na pia hisia. Bila shaka, mtu anaweza kuwa mwenye furaha au mwenye huzuni. Anaweza kuwa mwenye hasira au kinyume chake, mpole. Mwisho kabisa, hebu tuangalie tabia. Kama vile kuwa jasiri au mwerevu. Mtu anaweza kuwa mkarimu au mchoyo. Na pia tuna mkweli, mstaarabu, mchapakazi na mnyenyekevu. Maneno mengi mazuri. Okay, kwa hiyo kitu kimoja muhimu cha kuondoka nacho leo ni hiki. Katika Kiswahili maneno ya sifa hubadilika. Yanafuata familia ya neno, yani ngeli. Naam, sasa ni zamu yako wewe. Ebu jaribu kukumbuka ni